So apparently these ladies walikuwa kwa ile kikundi cha cha LGBTQP you understand? Mnaelewa mtazamaji. Vita vya wasichana wawili wanaodaiwa kuwa wasagaji wakimpigania mpenzi wao vimemwacha mwanafunzi mmoja akiuawa huko Makindu kwenye kaunti ya Makueni. Wasichana hao watatu wa taasisi ya mafunzo ya afya mjini Thika walihusika kwenye mgogoro huo na kupelekea mmoja wao kudungwa kisu mara kadhaa usiku wa kuamkia leo. Apparently walikuwa katika hiyo kikundi. So according to the information, these three ladies wamekuwa friends before the incident. Two of these three ladies were dating. So on the fateful day, I see was celebrating that wametoka hiyo attachment wanaendanga, sijui ni clinicals wanaendanga katika hiyo hospitali. They were just celebrating, oh tumetoka hatua moja tuingine. So they were in a club. So wakakunywa, according to the story, wakakunywa, wakasherekea, wakajinais, wakashiba. Ni wakati wakuja kejani kulala. And because they were in celebratory mood, waliamua kuenda together, wakalale, wajinais, like yani walale pamoja as friends now, the three ladies. So wakaenda in one of the ladies' house, rental house, wakaingia. After kuingia, because now these ladies were drunk, one of the ladies, mwenye sasa tuseme outside, you remember the two ladies were dating. So another one, alikuwa two friend wao. So this friend of theirs, because she was actually drunk, akaanza kuwa touchy with one of the ladies from the couple. I don't know whether you are getting what I'm saying. According to the story, one lady who was their friend, whom they were not dating actually, alianza kukaa touchy with one of the ladies ambao walikuwa dating. Sasa hapo ndipo mmoja wao mwenye akuuzwa I don't know whether she was just acting like a gent, I don't know. Okay, sijui hiyo mambo ya hiyo kikundi vinye inaendanga. So this lady akafeel like, yo, so you are cheating on me. So akaingilia sasa huyo demu wake, in quotes, demu wake. She was angry. She was so jealous that, yo, so you are cheating on him. Why are you kissing? Why are you, mbona mnanifanyia hivi jameni, hata wakati niko? This is highest kind of disrespect. Why are you doing this? So you have been having something behind my back. This is wrong. Sasa wakaanza commotion katika ile nyumba, furugu, makelele, mpaka neighbors they were like, yo, why? Mbona tumesikia kelele lakini hii imezidi aje? Kama dakika 35 naona msichana mmoja ametoka anavuja damu, ameshika mkono kwa shingo. Tukamuuliza, amesema amedungwa, akatuambia tuite usaidizi. Japo nilienda kujaribu kuita usaidizi, watu wa Makindu akakataa. Nikajaribu hata kuambia mtu wa bodaboda nimpatie 1000 nipatie pikipiki yake nije nimbebe huyu mgonjwa nimpeleke hospitali, lakini akanyamua Then some of the neighbors wakasema tu, just students, just growing, probably wameenda wameshiba kabisa, acha tu wajienjoy, and hiyo ndio utamu wa pombe. So they said, leave them, achana tu na maybe probably wanataka kuongea iwatoke, like they just in a celebratory mood, acha wajinais, wapige kelele, kesho watatulia na tutawauliza watu nini ilikuwa wanasema. Hivi naona wasichana watatu wameingia na vurugu, wanaanza kupiga kelele, nikadhani wametoka masherehe zao labda kulewa. Mimi nikamwani nitulie. Kama dakika 35 naona msichana mmoja ametoka anavuja damu, ameshika mkono kwa shingo. Tukamuuliza, amesema amedungwa, akatuita. But other neighbors were just curious, like they were just like, no, something is happening here, kuna kitu kinaendelea hapa. But anyway, they were not in a position ya kuenda. Suddenly, the commotion ikazidi, makelele ikazidi, and it was like, kuna kitu hapa, because one of the ladies were shouting, help me, saidia jameni, saidia neighbor, saidia jameni nisaidie, mimi na uwai ni kama tunaenda kutengana, nisaidie. Then watu au maneighbor wakashangaa, ni kama hii mambo ni serious. Then kidogo tu hivi mlango inafunguka,
one lady anatoka nje na kuanza kuita neighbors eti nisaidie mimi, sasa ni kama mambo yangu si mazuri. And that lady looked like alikuwa stabbed, alikuwa amedungwa na alikuwa amedungwa vibaya. That is how neighbors wakakuja together, wengine wakaamuka, wakaanza kutafuta mbinu ya kumpeleka hospitali ili kujaribu kuokoa maisha. And wakajaribu kutafuta bodaboda, wakatafuta means of transport, wakampeleka mpaka hospitali because she was at a critical condition. Wakaendea nao wengine wakawapeleka vile vile. So this first lady mwenye alikuwa at a critical condition, wakati alifikishwa hospitali, she was unconscious. Alikuwa na bleed, overbleeding, alikuwa bleeding kabisa because alikuwa ni kama alisustain a very deep wound, a very deep stab. Alistabiwa hapa kwa shingo na ilikuwa ni stab yenye ilikuwa very serious one, a very good one, a very serious one, yenye ni kama alikuwa they were just drunk probably. Unajua ukiwa drunk like you are like hii niko dunia yangu sasa, like probably hata akujali what ilikuwa ingehappen next. Yani anyway, walijaribu mahospitali, wakajaribu resuscitation, but ikuwezekana because already ingerudi, but baadaye they pronounced her death, wakampeleka kwenye baridi, wakampeleka huko kwa morgue. The second lady pia alisustain injuries. Huyo sasa mwenye walikuwa na cheat na yeye alisustain injury but she's okay, na sahi she's kicking, she's almost atakuwa discharged aende katika vyombo vya DCI ili kwa mahojiano zaidi. That lady now, the main suspect, the main person now, the gentleman, I don't know, this lady, mwenye kuwa stabbed, yeye ako katika vyombo vya usalama ama ako katika mikononi mwa askari akiendelea kuandikisha statement, akiendelea na mahojiano zaidi kwa nini mambo ilifanyika namna hii, ilienda namna hivi. But na saa hii I think pombe ishamtoka, ameanza kukua hit na reality. Let me say this. Watu walikuwa nasema sasa watu wanapigia mwingine juu ya kasusu zimefanana haje. Okay, we might not understand wenye aumuko kwenye ile kikundi ya ChatGPT, LGBTQOM, whichever the name, ile kikundi ya watu wa same sex, amwezi elewa. Probably there is something they are feeling. Probably hata sisi ni kama tumemiss something. We are judging them because we don't know the sweetness of that thing. I'm not advocating for people kuingia katika hiyo kikundi, but most of the people were just asking, kasusu moja bana inafanya mujiue, yani uwe mwenzako juu ya mtu mnafananisha kasusu? How surely how can you do that? Na okay, tuingililie kwa mapenzi because they were just reporting that it's love triangle. Mapenzi, nimesema mara si moja, mapenzi. Na nimesema mara si moja, nobody is perfect. That is why I can't judge them. I can't actually judge them. But what we are just doing ni mambo kwa advice tu huko na huko, ma advice tu hapa na pale. Like before you do anything, jide kama mkutano, have several consultation. If ikikushinda, talk to people. Why are you doing that? But ukiuliza hiyo asema sisi tulikuwa hai, sisi mazee tulikuwa maji. Sasa mimi nilikazirishwa. Ukiwa maji sometimes you might do something we regret. Sasa hapa tumlaumu nani ama tulaumu shetani, pombe ama wasichana? I don't know, but doing something like that ni kitu mbaya kabisa. Asua sasa unajiharibia maisha, umeua mwingine kwa sababu ya kasusu ambayo ni mnafananisha. Okay, I don't get a sense in it. Probably there's something they feel, those people wako kwa hiyo group, kwa hiyo kikundi. I don't know. Number 2, nimesema siwezi kwa charge. Everybody ako got his own problem. Probably mimi mwenye naongea hapa na advice, ungefanya hivyo bro, ungefanya hivyo my sister. Sasa huyo ni bro, ungefanya hivyo bro. Mimi mwenye na advice hivyo, si eti niko perfect. Probably yangu yanaweza nifikia kesho because of why I'm not perfect. But when we talk, tunaelimisha each other. We are educating each other so that when we are facing a similar thing in the future, tujue ya kwamba venye tunakuwa na kitu kinaitwa self control na pia a good
well-informed decision making capability. Yeah, we have to behave. Pia okay, walisema tusiwekelee mambo ya shetani, Satan. So but Satan is with us. Yeah, sometimes Satan is a liar. Yeah, so kitu tunafanya maombi. Yeah, maombi ufanya usaidia sometimes. Kuna hii roho chafu, kuna hii karutu ikomo yeah, ambayo imeingilia aswa our children, watoto wetu. I don't know this generation, especially this generation. Wacha tuikemea kabisa, tuiombe. Piga magoti, uniombee mimi, hiyo roho isinishike. Nikuombee pia mimi kwa magoti, nipige nikuombee isikushike. Yani ni short, tuombeane ndio tumalize mwendo salama, tukiwa salama kabisa. Hii duniani ni maombi. Hii duniani kuishi ni bahati pia. Hii duniani kila mtu is prone to do mistake. Nobody is perfect. But tukiombeana na to practice what we call self control, vitu zingine zenye tunaweza avoid, tunaweza ziacha. Hivyo tutaishi na amani, upendo na umoja. Mungu mbele. Hii mambo yote tuyaweke nyuma. That is my advice, not from a perfect man, but from somebody who have seen things in a different perspective. I know there are some who will side with me, and there are some who will have a divergent views. Probably you need to let me know those views of yours. Kindly meet me in the comment section below. Write your comment there. Je, unaona mambo namna gani? Je, hawa watoto wetu usalama wao iko namna gani? Write that comment in the comment section. Don't forget to subscribe kwa hii channel. Tuko 5000 ndio. Nilifurahia kabisa. But ukisubscribe, don't forget to turn on the notification bell so that hiyo ndio itakunotify the next time I upload any video like this. YouTube will automatically notify you. Ladies and gentlemen, Yegusi TV. My name is SC Bon. See you in the next video.